dukani nauza mwenyewe na bali nimeweka msichana. Nilipokuwa pale dukani nilipigiwa simu na msichana wangu, kuna kijana amekunywa K-Vanti ya 4,000 na soda Coca na sigara, kwa hiyo ni shilingi 5,000, lakini ninamdai, lakini hataki kulipa. Nikamwambia usifanye fujo yoyote, ngoja nifunge duka nije. Unamjua? Akasema mimi ni mgeni, alikuwa na miezi 3, simjui. Nikaja kweli nikamkuta ni kijana anaitwa Peter. Nikamwambia Peter, vipi? Akiwa nikakupatia hela, suruali nilikuwa nimevaa nimejisahau wakati wa kuoga, nimeivua na ilikuwa na hela. Kwa hiyo twende nikakupe hela nyumbani. Kwa hiyo mimi kwa sababu namjua na tuje kufanyana vurugu yoyote, ikabidi mimi niondoke naye. Ilikuwa ni mchana sio usiku, kwa hiyo sina hofu yoyote. Kwa hiyo nikijua ni kwake, akaniambia mimi nina mke, usijali, twende kwangu, tafuta mke wangu na watoto na nitakupatia pesa yako, tusifanye fujo. Nilinyanyuka naye tukafika hadi kwao. Nilipofika kwao tulikuta mlango wazi. Mimi nilikuwa nimebeba simu mkononi. Yeye akaingia ndani, mimi nikasimama mlangoni, nilikuwa nimevaa dera. Niliposimama mlangoni naongea na simu, nimegeuka mlango wao hivi, nimegeuzia mgongo. Ghafla nikashangaa mtu ametoka uchi, amenivuta ndani. Aliponivuta ndani, naomba tusikilizane tafadhali, naomba tusikilizane. Aliponivuta yuko uchi na mimi nimevaa ile dera. Pembeni ya mlango wao walikuwa na kabati ya vyombo ambayo ya makabati ya special, hayajatengenezwa kwa fundi, ni mepesi. Kwa hiyo nimekaa nimeshikilia ile kabati, yeye anaendelea kunivuta. Wakati anaendelea kunivuta, akanishika tumbo akawa amechana. Basi baada ya hapo aliponivuta mimi nilishika ile kabati, tukao tunaendelea kuvutana. Kabati ilidondoka pale na vyombo vyake vyote. Ilipodondoka na vyombo vyake vyote, nilipata hata kisu. Alikuwa kwenye hali ya ulevi. Nikipata hata kisu nikikumbaka ukiwa maiti. Kwa hiyo tukao tunapambana. TV pale nayo ilianguka. Sijui kulianguka nini. Kwa hiyo pale kuna kama mechi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo baada ya hapo babake alitokea. Pale nyumba ilikuwa haina mtu. Babake alipotokea, Peter alipomuona baba yake, aliniachia. Sasa hiyo dera limeshachanika tupi. Mimi nilipoondoka, nilikuta kanga imeanikwa nje, sikujua ni ya nani. Nilijistiri, nikaondoka. Nilipojistiri nikaondoka, alinifuata dada mmoja ambaye yuko hapa, akaniambia kanga ni ya kwake. Nikamwambia nitakupa, subiri kesi iishe. Akaanza kunitaka, nikamwambia hamna, kama unanitaka sawa, mimi ile kanga inashikiliwa kwa ushahidi, subiri kesi iishe, sitakupa kanga yako. Huyo kaka hajawahi kuingia ofisini kwangu. Kwanza nimefungua hapo na miaka 17. Yeye alipaki gari akaingia akanywa 1,000 na mimi nikamuongezea kama 2,000. Kuna kaka alitokea alikuwa mlevi. Ndio. Akanywa 1,000 mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwanza naomba niape. Hapa na udongo ifike siku ya za watu, mwanamke ambaye ameshanifumania na mume wake aje hapa mbele na aonyeshe ushahidi, ambaye mwenye arabi yoyote, kwa sababu mwizi wa miaka 17 serikali haiwezi kumvumilia, inamweka mwizi miaka 17. Mwenye arabi yoyote ya uwizi juu yangu, maana tunaongea tu kwa midomo, naomba matendo. Mwenye arabi yote ya mwizi huyu China wa miaka 17, naomba atoke mbele, tusiongee tu kwa midomo. Na tukiaibishana hivi, naomba sheria ichukue mikondo yake, kwa sababu nimeaibishwa kwenye klipu, bado naibishwa kwenye mkutano. Kwa hiyo na mimi nataka nichukue hatua yangu. Naomba udhibitisho, maana mahakamani kunakuwa na udhibitisho. Naomba huyo anayeniita mwizi niliyemuibia atoke na arabi yake hapa.
atoke anionyeshe RB. Lakini mimi nina RB za watu wanaokuja kunichokoza. Nina RB ya huyu kaka ambaye simu yake iko Central. Yeye anajua mpaka leo mimi ninayo. Iko kwa mpelelezi na iko nimeiacha na hajaamua kuifuatilia. Anajua Chinando anaitumia. Kwa hiyo naomba mwenye RB yoyote yule, kama una RB naomba huku nikuzalilishana atoe ichukue mkondo wake.